Naam, mpenzi mtazamaji, karibu tuendelee tena kubarikiwa kupitia hadithi za Biblia zinazotufunulia ukuu na uweza wa Mungu wetu. Katika sehemu iliyopita tuliishia mahali ambapo Mungu alivyomchagua Yoshua kuwa kiongozi wa Israeli baada ya kifo cha Musa, na jinsi alivyofanya muujiza mwingine mkubwa kwa kuwavusha wana wa Israeli katika nchi kavu kupitia mto Yordani. Baada ya kuvuka mto huo, wana wa Israeli waliweka kambi huko Gilgali. Wakiwa hapo Gilgali, walitahiriwa kama ishara ya agano lao na Mungu. Wakaadhimisha Pasaka kwa mara ya kwanza katika nchi ya ahadi, na tangu siku hiyo mana iliyokuwa ikishuka kutoka mbinguni ikakoma, kwa sababu sasa walikuwa wameanza kula mazao ya nchi ya Kanaani. Lakini mbele yao lilisimama jiji kubwa na lenye kuta nene sana lililoitwa Yeriko. Hakuna mtu aliyeweza kuingia wala kutoka ndani ya mji huo, kwa sababu wakazi wake walikuwa wamejifungia ndani kwa hofu ya wana wa Israeli. Siku moja Yoshua alipokuwa karibu na Yeriko, aliinua macho yake na kumwona mtu amesimama mbele yake akiwa ameshika upanga mkononi mwake. Mtu huyo alionekana kwa namna ya ajabu kiasi kwamba Yoshua alijua si binadamu wa kawaida. Yoshua kwa ujasiri akamsogelea na kumuuliza, "Je, wewe uko upande wetu au upande wa adui zetu?" Yule mtu akamjibu akamwambia, "La hasha, mimi ni mkuu wa jeshi la Bwana." Yoshua aliposikia maneno hayo akaanguka kifudifudi chini, akamsujudia na kusema, "Bwana wangu anamwambia nini mtumishi wake?" Mkuu wa jeshi la Bwana akamwambia, "Vua viatu vyako miguuni pako, kwa maana mahali uliposimama ni nchi takatifu." Yoshua akafanya hivyo mara moja. Kisha Bwana akamwambia Yoshua, "Tazama, nimeutia mji wa Yeriko mikononi mwako, pamoja na wafalme wake na mashujaa wake." Mungu alimtaarifu Yoshua juu ya mpango wa kuangusha mji wa Yeriko, lakini njia ambayo Mungu alichagua kuushinda mji huo ilikuwa tofauti kabisa na mbinu za kivita ambazo wanadamu walikuwa wamezizoea. Mungu akamwagiza Yoshua kwamba kwa siku 6 kila siku askari wote wazunguke mji mara moja. Makuhani 7 watangulie mbele wakiwa wamebeba sanduku la agano, huku wakipiga tarumbeta zilizotengenezwa kwa pembe za kondoo dume. Lakini pia Bwana akamwambia Yoshua kuwa katika kipindi cha siku 6 ambazo watakuwa wakizunguka kuta za Yeriko, hawapaswi kupiga kelele wala kusema neno lolote mpaka siku ambayo Yoshua atawaamuru kupaza sauti. Baada ya siku 6 za kuzunguka mji wa Yeriko, Bwana akamwagiza Yoshua siku ya 7 wazunguke mji mara 7. Baada ya mzunguko wa 7, makuhani wapige tarumbeta kwa sauti kubwa, ndipo watu wote wapige kelele kwa nguvu zao zote. Basi baada ya kupokea maelekezo, Yoshua akawakusanya makuhani, viongozi na jeshi lote la Israeli, akawaeleza maagizo yote ambayo Mungu alikuwa amempa. Asubuhi ya siku ya kwanza, makuhani waliinua sanduku la agano mabegani mwao. Makuhani 7 wakatangulia mbele wakipiga tarumbeta. Walifanya kama Bwana alivyoagiza, wakazunguka mji mara moja, kisha wakarudi kambini. Siku ya pili wakafanya vivyo hivyo, siku ya 3, siku ya 4, siku ya 5 na siku ya 6. Wakazi wa Yeriko waliendelea kushangaa walichokuwa kikiona. Hatimaye siku ya 7 ikafika. Mapema alfajiri, kabla jua halijachomoza, wana wa Israeli waliinuka. Safari hii hawakuzunguka mara moja, walizunguka mara 7 kama Mungu alivyoagiza. Walipomaliza mzunguko wa 7, makuhani wakapiga tarumbeta kwa nguvu. Ndipo Yoshua akawaamuru watu wote akisema, "Pigeni kelele, kwa maana Bwana amewapa mji huu." Kwa wakati mmoja maelfu ya wana wa Israeli wakapaza sauti kwa nguvu. Mara ghafla kuta kubwa za Yeriko zikaanza kutikisika. Ardhi ikatikisika, kuta zikaanguka chini kwa kishindo kikubwa. Njia ikafunguka kutoka kila upande wa mji. Jeshi la Israeli likaingia moja kwa moja ndani ya Yeriko. Kwa msaada wa Mungu wakauteka mji wote kama alivyoahidi. Baada ya hapo, mji wote wa Yeriko ukateketezwa kwa moto. Dhahabu, fedha, vyombo vya shaba na vya chuma vikakusanywa na kuwekwa katika hazina ya nyumba ya Bwana kama Mungu alivyoagiza. Kuanzia siku hiyo sifa za Yoshua zikaenea katika nchi yote ya Kanaani. Mataifa yote yakaanza kutambua kuwa Mungu alikuwa pamoja naye kama alivyokuwa pamoja na Musa. Kwa hiyo Yeriko, mji uliokuwa unaonekana hauwezi kushindwa, ukaanguka, si kwa nguvu za wanadamu bali kwa uwezo wa Mungu. Katika sehemu inayofuata tutajifunza jinsi dhambi ya mtu mmoja ilivyoifanya Israeli ishindwe vita dhidi ya mji mdogo wa Ai. Mungu akubariki.